Bana hapa nasikia bana kuna wazee wanne wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa hivi mali za wanaume. Yaani wanachokifanya wanaiba mali za wanaume. Sasa hivi tumekamata mtu ameiba mali ya wanaume yule kule. Mimi naitwa Kundaeli Richard Marando ama Machaji na Manyonyosi ni mwecheche. Nimekuwa nikipata hizi news nikizilenga. Ati Mombasa kuna watu wanaiba misolombo jo. Kwanza leo nimepata pale kwa inbox kama 50. Malcolm ongelele kitu. Kuna watu wanaiba misolombo Mombasa. Mboro iko imetolewa, ilikuwa imekuwa wapi? Itaregeshwa? Itafanya kazi? Sasa tunataka kujua kama itafanya kazi kweli. Kama itafanya kazi, tujue huyu jamaa walikuwa na lengo gani la kutoa hiyo Mboro. Kwani wanazipeleka wapi? Ama ni dawa wanatumia mahali? Watuambie. Mbona chukua makende ya watu huyo? Baba, taarifa zenu tumezipata. Tumeshtuka. Misorombo hapa iondoki. Wewe. What's up guys and welcome back again to my channel. So guys, I'm sure mnaisha Mombasa hii ati sehemu za siri za wanaume zinapotea guys. So guys, nataka niwapeleke yani on how, najua sana mmeshtuka sana, but nataka niwapeleke on how yani kitu imeanza, yani venye inakoziwa mpaka yani venye every detail venye kila mtu yani venye mtu anaweza ipata na venye watu wameshikwa mpaka kuna watu wengine mpaka wameuliwa kabisa yani. So hapa nataka kuonesha huyu mtu hapa anasema ati alipata nao watu akamuongelesha ati wakamuongelesha akamshika tu mabega tu hivyo, alafu akaanza kusikia sijui ati yani hii sehemu yake ya siri ni kama imeshrink hivi. Hebu tumsikize. Ni Masten Milimo. Mimi niko kazini Tukani, huwa niko na biashara. Nilikuwa naendelea na kazi zangu. Hao wawili walikuwa wawili. Wakanitokezea, wakanihitaji muda wa kumzungumza nao upande wa neno la Bwana. Sasa mimi nikawaambia hapana, mimi sasa hii kuna mahali nafaa nifike. Sasa sasa hii sitaweza. Wangangana na mimi, wanataka kuzungumza na mimi. Nikamwambia hapana, nataka kutoka. Hivyo ndio tumeonana, lakini vile waliondoka nikaona hali si kawaida kwangu. Nikaona siko nomo. Sasa vile walifika huku ndio nikasikia stories zingine kutoka kwa watu wengine, ndio pia mimi nikapita hapana, mpaka nijiangalie nione kwani nini imetendeka. Sasa hivyo ndio pia mimi nikafuata, ikawa iko hivyo. Nini asomefanyika na walifanyaje mpaka ikaonekana mimi hatukukutana kwa salamu, isipokuwa walingangana ili wanipe yani tusumuzie hiyo mambo ya story na upande wa hivyo tu. Yani niona kitu yenye imekuja si ya kawaida, imeingia ndani sana, imekuwa ndogo. Sasa nikashangaa ni vipi? Sasa hivyo ndio nikasikia huku hawa kitu fulani inatokea, hivyo ndio pia mimi nikajipitisha hapana. Hata nikauliza kwa jirani, wao uko noma? Akasema mimi niko sawa. Sasa mimi nikafuata hapana, nikuje nihakikishe. Tunaona sasa niko hapa sasa. Bana hapa nasikia bana kuna wazee wanne wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa kwa hiyo bana ndio hii jamii yote imejaa hapa. Kila mmoja wanataka wazee hapo ndani watolewe, wamefichwa ndani ya nyumba ya mzee mtaa. Au sio? Bana, aliotolewa vitu bana mimi ndugu yangu, si ndio? Na pia mimi nina uchungu. Chenye nataka, hatutaki vurugu. Tunataka vitu vyetu virudi amani. Alafu mbele bibi yake mwenyewe yalaumu, alikuwa bibi yake amesema tuwatoa watu tuwapigie disi mpaka watoe hivyo vidude. Ndio hiyo kitu ambayo nasema. Na sikudanganyi, wasiporegesha
tutauana sote, tutauliwa sote, kilazima kivyo vyote waregeshe, atusamei. Manake ingekuwa basi mzigo wetu uregee tena, hii ifikie serikali kuu. Kwa ufupi hapa amani itapatikana mpaka irudi. Kama porudi hapa noma. Mimi naitwa Susan, mkazi wa Soweto. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake. Na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe. Manake hiyo ni chakula yetu, ama tutolewe maiti yetu nje. La sivyo tumezana hii nyumba. Wenye hii nyumba watawatoa. Vijana wameadhibika, manake wanasema ikiwa mambo yako hivi, hawajaoa, private party zinapotea, basi yani wamechanganyikiwa kwa ufupi. Chief yuko, maskari wako, na mzee wa mtaa yuko pia. Majina kamili ni Masten Milimo. Mimi niko kazini Tukani, huwa niko na biashara. Nilikuwa naendelea na kazi zangu. Hao wawili walikuwa wawili. Wakanitokezea, wakanihitaji muda wa kumzungumza nao upande wa neno la Bwana. Sasa mimi nikawaambia hapana, mimi sasa hii kuna mahali nafaa nifike. Sasa sasa hii sitaweza. Wangangana na mimi, wanataka kuzungumza na mimi. Kawaambia hapana, nataka kutoka. Hivyo ndio tumeonana, lakini vile waliondoka nikaona hali si kawaida kwangu. Nikaona siko nomo. Sasa vile walifika huku ndio nikasikia stories zingine kutoka kwa watu wengine, ndio pia mimi nikapita hapana mpaka nijiangalie nione kwa nini imetendeka. Sasa hivyo ndio pia mimi nikafuata, ni ikawa iko hivyo. Nini asomefanyika na walifanyaje mpaka ikaonekana mimi hatukukutana kwa salamu, isipokuwa walingangana ili wanipe, yani tusungumzie hiyo mambo ya story na upande wa ya hivyo tu. Yani niona kitu yenye imekuja si ya kawaida, imeingia ndani sana, imekuwa ndogo. Sasa nikashangaa ni vipi? Sasa hivyo ndio nikasikia huku hawa kitu fulani inatokea, hivyo ndio pia mimi nikajipitisha hapana. Hata nikauliza kwa jirani, wao kwa noma? Akasema mimi niko sawa. Sasa mimi nikafuata hapana, nikuje nihakikishe. Tunaona sasa niko hapa sasa hivi. Kennedy Masten Milimo. Mazee pole sana. Yani just imagine, yani kupoteza hizo sehemu zako za siri, yani ni kitu kingine, yani cha kuhuzunisha sasa. Na sasa venye watu walivyosikia tu hivi mazee, yani walikasirika sana. Na just imagine hao mapolisi, mzee wa mtaa na chief wanachukua hao watu like yani mtu ni kama tuweza sema ni mchawi tu, yani amekufanya hivyo na bado unamtetea tu mtu asipigwe mob justice. Can you imagine guys? Bana hapa nasikia bana kuna wazee 4 wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa kwa hiyo bana ndio hii jamii yote imejaa hapa. Kila mmoja wanataka wazee hapo ndani watolewe, wamefichwa ndani ya nyumba mzee mtaa. Au sio? Bana aliotolewa vitu bana, mimi ndugu yangu, si ndio? Na pia mimi nina uchungu. Chenye nataka, hatutaki vurugu. Tunataka vitu vyetu virudi amani. Alafu mbele bibi yake mwenyewe yalaumu, alikuwa bibi yake amesema tuwatoe watu tuwapigie discipline mpaka watoe hivyo vidude. Ndio hiyo kitu ambayo ninasema. Na sikudanganyi, wasiporegesha tutauana sote, tutauliwa sote. Kilazima kivyo vyote waregeshe, atusamei. Manake ingekuwa basi mzigo wetu uregee tena, hii ifikie serikali kuu. Kwa ufupi hapa amani itapatikana mpaka irudi. Kama porudi hapa noma. Mimi naitwa Susan, mkazi wa Soweto. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake. Na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe. Manake hiyo ni chakula yetu, ama tutolewe maiti yetu nje. La sivyo tumezana hii nyumba.
wenye nyumba watawatoa. Vijana wameadhibika, malaki wanasema ikiwa mambo yako hivi, hawajaoa, private party zinapotea, basi yani wamechanganyikiwa kwa ufupi. Chifu yuko, maskari wako, na mzee wa mtaa yuko pia. Mboro iko imetolewa, ilikuwa imekuwa wapi? Itaregeshwa? Itafanya kazi? Sasa tunataka kujua kama itafanya kazi kweli. Kama itafanya kazi, tujue huyu jamaa walikuwa na lengo gani la kutoa hiyo mboro. Kwani wanazipeleka wapi? Ama ni dawa wanatumia mahali? Watuambie. Wow, maze, that is so sad. Just imagine maze, ingekuwa wewe. Yaani ungefanya nini maze? Asa hapa kuna nataka kuonesha victim moja venye alishikwa akafanywa, yani alipigwa vibaya. Asante, hebu tumwangalie. Chukua makende ya watu huyo. Watarudishie mwanzo. Hivi ndo inafaa manze, unaona? Mnafaa mnamshika mtu mnampiga. You just imagine wewe unaenda kufanyia mtu hivyo yani. Yani hata ile utu una kabisa ni. But guys, Tanzania pia like 5 months ago, like 4 or 3 months ago, siko sure, kulikuwa na hii issue na ni kama ilianza huko Tanzania kabla ije huko Mombasa. So apparently pia Tanzania walikuwa na experience hiki, tuna venye kujikinga, ilikuwa unavaa pini na blada hivi pale popote, kama ni kwa mkono, kwa mguu, ndo ujikinge. Sijui ilikuwa na mancheni, lakini ilikuwa for ujikinge. Baba, taarifa zenu tumezipata. Tumeshtuka. Misorombo hapa iondoki. Tushabutuka wazee, tumebutuka. Wewe haiondoki. Kidali wasemaje baba? Haiondoki. Tumebutuka tayari. Kulinda man down baba. So guys, hebu niambieni, do you actually believe that this thing exists ama tu ni myth ya watu? Like deep down in my heart, yani sioni kama venye hiki kitu ina exist. It doesn't make sense ati mtu anakupigia simu ati sijui ati msolomba wako tena imeenda, sijui nini sana siri tena imeenda. Ati sijui mtu anakushika mabega, ati sijui ametoka na ati unasikia kusisimuka, msolombo imeenda. That doesn't make any sense. But niambieni hapa kwa comment, muonaje yani? What do you think about this? And as always, please kama uja subscribe, please subscribe. I'm trying to get to 1000 subscribers, na tutaonana tena on my next video. So peace out, love you all. Tutauliwa sote, tutauliwa sote. Kilazima kivyo vyote waregeshe.